Ninataka kuzungumza kwa wale ambao wana mwabudu Mungu wa kweli na wa haki, na wana desturi ya kukusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Nataka nizungumze juu ya kuiheshimu madhabahu. Juu ya kuiheshimu madhabahu. Sasa hapa nitazungumza kwa namna mbili. Kuna madhabahu ile ya roho, mahali ambapo Mungu anakaa ndani ya mtu, lakini pia kuna madhabahu pale ambapo watu wanakutanika kumwabudu Mungu. Na zote nitakapokuwa nazungumza nitakuwa nagusa maeneo mawili kwa wakati mmoja. Unapoidharau madhabahu, unapodharau eneo ambalo unatakiwa umwabudu Mungu, kwanza unaifisha ile madhabahu, unaipa wepesi na kuipunguzia uzito ule wa kiungu. Lakini pia unapoidharau madhabahu, unafanya Mungu apachukie mahali hapo na kufanya Mungu asishuke wakati watu wakipeleka haja zao mbele za Mungu. Watu wana maswali mengi, wanataka kujua, watu wana changamoto nyingi na shida nyingi ambazo wanatamani wanapokuwa madhabahuni kwa Bwana waziachilie kwa Mungu, waziachilie mbele za Bwana, waziachilie madhabahu. Madhabahuni watu wana sadaka zao ambazo wanahitaji wazipeleke mbele za Bwana kwa ajili ya mambo yao mbalimbali. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wamefikia hatua ya kuidharau madhabahu. Wanaingia na kutoka, wanafanya wanavyojisikia, wana taratibu zao za kidunia, za hovyo, bila kujali kwamba hapa ni mahali patakatifu, mahali ambapo Mungu anatakiwa kukaa kwa ajili ya kuwahudumia watu. Sasa mizaha imekuwa mingi, inafikia hatua sasa hata watu ambao ni watenda dhambi kabisa, wana dhambi kabisa, wanaendekeza dhambi, wanaendekeza maovu, wanaenda madhabahuni na wanasema Yesu ni Bwana. Mungu anachukizwa sana na mambo haya. Anachukizwa sana na jambo kama hili. Madhabahuni paheshimiwe, madhabahu iheshimiwe. Kama umemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukakubali aingie ndani ya maisha yako, akae ndani yako, basi tunza hiyo madhabahu ambayo Yesu amekaa, ambayo Mungu na Roho Mtakatifu wamekaa. Tunza, usiruhusu kufanya maovu, usiruhusu